了神秘的色彩。女生对 Okay, na hii hapa ni episode ya pili. Basi unaambao wanazi wanne mabinti wanaopenda vibaya mno. Ni vipenzi vya warembo hapa chuoni, sio mchezo. Basi kuna boys wengine wanafanya challenge na watu wao, lakini hawezi, maana hawa wanavutia pia, wanapendeza vibaya sana. Wana uwezo mkubwa pia darasani, asikwambie mtu. Yaani kuweza kuwashinda basi lazima upite kwenye daraja. Daraja gani hilo? Naomba uweze kutuambia, maana sije kusikia habari hizi. Anasema kuna daraja linaloitwa International Card Game. Ukiweza kuwashinda katika daraja la karata, mchezo wa karata, kama una uwezo tofauti basi ni kama unakwenda kuangusha hawa watu, lakini hawa ni mastaa ndani ya Mingdi kwa mchezo huo. Na pia wanashinda sana magemu kama haya ya karata tukishiriki na vio mbalimbali. Sasa hawa wanaitwa F4. Lakini pia kuna ofisi yao ipo. Ukitaka kuwatafuta basi wako kuna ofisi yao ipo hapa chuoni. Utaenda kuwaona na kuweza kuplan jinsi gani kuweza kuwapiga katika magemu yao. Basi binti alikuwa akiwaeleza uwezo wa watu hawa. Waite wanazi wanne. Ukitaka kuwashinda basi lazima uweze kuingia katika mchezo wa karata. Ili sasa kunaga mtu alai kushinda. Huyo anamuita Simeno, unaambia kwamba huyu familia yake wanapenda sana chai. Naye pia anapenda sana kutumia chai, lakini uwezo wake sio uwezo wa kawaida kwenye masuala ya kucheza karata. Akili yake ya kucheza karata ni akili kubwa sana. Wakati unacheza naye kuna muda utajiona kwamba umeshinda, lakini la. Anasema huyu hapa wanamuita Wazeli. Huyu huwa Zeli anapenda sana muziki. Masikio yake pamoja na moyo wake basi kuna muda uaga vinakaa na kusikilizana. Lakini pia katika mchezo wa karata ana uwezo tofauti sana. Karata ambazo huwa anakuwa nazo anasubiria kumuona mtu ambaye huwa anacheza naye. Pia macho yake yako chapu kweli kweli kusoma mchezo. Muda wote anabadilisha mchezo wa karata na kuweza kumshinda mpinzani wake. Anasema ni kwamba huyu huwa anatumia karata yake ya mwisho ushindi mapema kwa ajili ya kuweza kuimarisha ngome. Wanasema kiongozi wao huyu hapa wanamuita C. Anasema basi huyu masuala yake yote ana uwezo mkubwa kuweza kufanya trading mtandaoni Na pia kuna kipindi alishaye kushinda pesa nyingi sana, kwa hiyo huwa anafanya biashara mtandaoni pia. Mkalo mambo anamuita Doming C. Anasema pia naye kwenye uwezo wake wa kucheza karata ana uwezo tofauti sana. Ukimwangalia kama vile mkorofi, lakini pia huwa analeta ugaidi paka kwenye karata hizo nakwambia. Ukileta ujinga na kumaliza kabisa kwenye game namna hiyo. Huwa anatumia karata yake ya ushindi, karata dume. Wewe tu. Anasema kuweza kuwashinda hawa ni ngumu kidogo, maana huwa wanashinda tunzo za kucheza mchezo wa karata kila mwaka katika chuo chetu cha Mingdi. Wamekuwa na sifa za tofauti sana katika mchezo wa karata. Anasema basi lazima tuweze kuelekea mahali walipo kwa sasa ili tuweze kuangusha watu hawa. Anasema sio kirahisi kama ambavyo unawaza wewe. Tuweze kuona watu kwa sababu hawa ni majokeri. Unamaanisha kusema kitu gani ni majokeri? Anasema mpaka upate mwaliko, yani paka wakualike wao. Watu wengi wana challenge lakini hawapati mwaliko, lakini paka wakikualika wewe basi utafuata sheria za kwenda kucheza nao mchezo wa karata. La sivyo hautopata nafasi ya kwenda kucheza nao mchezo wa karata mpaka upate mwaliko wao. Hawa wanazi wanne waite F4. Anasema lakini kabla ya game basi lazima muweze kubaliana kwanza. Muweze kubaliana vipi? Lazima muweze kuweka dau kwanza. Anasema ni kwamba ni kwa ajili ya burudani tu, lakini kuna dau lazima uweze kuweka. Kwa mfano dau gani? Basi binti akuweza kuambia yote. Akaambia kwa mfano ukipoteza lazima utapata adhabu ya kusafisha chuo sehemu zote ambazo ni chafu, au utapata adhabu kwenda kusimama, kuna jiwe moja katikati ya maji pale. Utasimama kwa muda kadhaa. Au utaingia kwenye chumba kimoja cha kutisha kule maabara ya biology. Utaingia kule usiku. Alafu utaki kuweza kuogopa, maana ukiogopa adhabu pale pale. Au akikufunga kwenye mchezo wa karata utakwenda kula mayai ya kutosha, trays za kutosha, yaani mayai ya kuchemsha. Au ukipoteza tena kwenye game yao kuna adhabu nyingine utapata, utakwenda kucheza muziki pembezoni kabisa mwa maji. Anasema ni kwamba kunaga mtu alai kuwashinda hawa. Wamekuwa kizidi kupata adhabu. Na ukipata adhabu nyingine basi utatembea na malapa chuoni kama wiki moja namna hiyo. Sasa ni wewe tu. Kama unaweza kuchallenge basi ofisi yao ipo karibu hapa. Wanaita Bridge Club. Ofisi ya wanazi wanne hiyo. Basi nafikiri mwini na bahati nzuri kuenda kushindana na hao F4. Aliwaleta mpaka mahali ambapo walipo ndani ya Bridge Club. Sasa binti anasema tutaweza kuwashinda kweli watu hawa? Ndio, kwani tushindwe? Lazima tuweze. Yaani yule jamaa mwenye viatu vya kijani lazima nilipe simu yangu, hakika nakwambia. Twendeni.
就是这儿吗？ 对， Watakuwepo, ndio wapo. Nyinyi wanazi wanne, tokeni nje niwaone. F 子，你快出来！ Tokeni nje tuone nyinyi. 皮， Hususan wewe mtu mwenye viatu vya kijani, mtanunulia simu yangu. 你再不出来，我们可要进去。 Kama utotoka, mimi nitakuja mwenyewe uko ndani. 再不出来，我要进去。 Kama utotoka tunakuja kwa ajili ya kuweza kushindana na nyinyi. Sasa wanashangaa mlango hata ufunguliwi. 看来 F4 不在这儿。 Nafikiri hao watu hapo hapo. 我们走吧。 Tondokeni. 是。 Ase ni kweli kabisa tuondoke. Bila shaka basi hawapo. Kama alivyoweza kusema Kaijie, kuwapata watu hao sio rahisi kabisa. 是啊。 Ni sahihi lakini 当看到个高 yule mtu mrefu yule mwenye miguu mirefu yule 男生， anajifanya ni handsome boy, lazima atakuwepo na atanilipa tu simu yangu hakika nakwambia. Sasa vipi kama wasipokuwepo ndani itakuwaje? Nani atakulipa? 气场好。 Binti anasema ni kwamba anahisi kama vile uwepo wao muda si mrefu hapa. Bwana wanazi wanne hawa hapa mzee. Wazee wa mkao. Ma handsome boy vibaya mno wewe. Tuende sawa mzee. Sasa binti anadai simu yake, akamfuata mzee wa kazi mwenye viatu vya kijani hivi hapa. Green shoes guy, eh? 有什么事吗？ Unataka kitu gani wewe binti? 这是什么？ Hii ni nini? 烂手机， Simu iliyopasuka. 你知道他为什么会？ Unafahamu kwa nini simu imeweza kupasuka? 关我什么事？ Sio biashara yangu. 是 Sio biashara yako. 你把他踩烂的。 Wewe ni mtu uliweza kukanyaga simu yangu lini? 散会的时候， Baada ya lecture kuweza kutoka, kuna mabinti walikuwa wameweza kuwazunguka nyinyi. 他把我手机撞地上了。 Simu yangu ilianguka kwenye floor, nikawa naifuata. Baada ya kuifuata basi wewe ukaikanyaga simu yangu. Kwa hiyo ndo hivyo eh? Mwamba akaondoka zake. Asio mimi bado sijamalizana na wewe. Tulia hapo hapo ulipo. Tafadhali bwana usiende, chana hawa watu. Nimekwambia niachie wewe. Nimekwambia simama hapo hapo nakuja. Wewe shangaa unataka kufanya kitu gani wewe? 我是营养学概论的马， Mimi naitwa Profesa Ma. 你们的第一堂课吧，请你们告诉我，你们 Basi nafikiri wote mnaweza kuhudhuria na kujiunga na chuo cha Mingdi. Je, mnafahamu vipi kuhusiana na habari ya nutrition? 参加实践活动。 Na kwa nini pia mmeweza kujiunga na chuo hiki? Wengine wanasema kwa sababu ni chuo ambacho ni bora, chuo kizuri, 老师和 kina walimu wazuri, pia mazingira ya kujifunza ni mazuri pia. 为最顶。 Ndio maana tumeamua tuweze kuwa wanafunzi hapa ili tuweze kuwa matop student. Wa- Ni habari nzuri sana. 我的课很难通过，在这4年之中， Wanasema ndani ya miaka minne muweze kusoma kwa bidii sana 会感到 ili muweze kufaulu. 甚至 Kwa sababu watu wakija kwenye chuo hiki huwa wanabadilika huko mbele, kwa sababu wanakutana na watu wengi sana, pia ni vitu vingi wanakutana navyo. 我送给大家一句话： Anasema wacha niwaambie jambo hili. 有限的 Pia katika chuo pia kuna mambo muhimu ya kuweza kujifunza. Tuna limit na pia kuna vitu vingine hatu limit. Ila sasa ni uwezo wenu binafsi wa kuweza kufikiria kitu gani cha kuweza kufanya. Basi numbeni muweze kutengeneza magrupu ya watu wanne. Kuna jambo lazima muweze kudiscuss kwanza kama group discussion kabla kuendelea na mambo mengine. Basi ni kutengeneza magrupu ya watu wanne kama kawaida. Basi siku ya kwanza wanafunzi waga wanagopanaga. Ndio kitu ambacho kimeweza kutokea hapa leo. Kuna swali mwalimu anataka kuweza kuachia, muite lecture ma. Okay, tuende sawa. Baada ya muda kwenda kutoka shuleni, basi binti aliweza kurejea nyumbani. Alikuwa anajifunza kutengeneza keki namna hiyo, keki yenye mayai mengi sana. Wewe binti yangu vipi tena? Mbona kama ni mayai na unga? Anasema mama, kuna rafiki yangu pale high school. Ame nilisoma naye high school, anamuita Lizeng, sasa tuko naye ndani ya Mingdi University. Kesho basi ni birthday yake, nahitaji nimpelekee keki ambayo ni nzuri sana. Nahitaji niweze kumpikia keki nzuri sana pia ni tamu. 只要把全脂牛奶用脱脂牛奶代替，糖分减半就可以了，简单吧？ Nimeweza kujiunga na darasa la nutrition, niko nataka niweze kujua kutengeneza keki ambayo pia ina nutrition za kutosha. 说你做个蛋糕 Akaambia vipi? Yaani binti yangu wewe, yaani kupika keki paka sura inabadilika na mlina kwa chafu basi taratibu jamani eti. Akaambia kuna shida mama yangu, twende sawa. 做的有点丑，别介意啊。 Basi binti aliweza kumtengenezea keki rafiki yake. Hii hapa ni keki ya birthday. 第一次有人亲手为我做生日蛋糕，我又没有钱买贵重的礼物，小小心意啦。 Anasema baada hapa nakwenda kununulia zawadi wala usiogope. Ni keki ambayo nimeweza kutengeneza mwenyewe. 大片啊！ Anasema lakini mbona kuna kadi? Akaambia 再看， hiyo kadi utakwenda kuisoma mwenyewe nyumbani, sawa? 先跟蛋糕。 Basi hakuna shida, wacha tuweze kupiga picha na keki yetu tutafute location, sawa? Hapa kuna watu wengi kidogo, basi nafikiri tuweze kwenda upande wa pili pale. Twende kwa huko, okay? Twenzetu.
就在这里拍吧。Basi ngoja niweze kupiga picha kumbukumbu hapa eh. 1 2 3. 哎，你站过去，我帮你拍一张单人的，好啊。站过来一点，这样吗？哦，我拍不到蛋糕，你再过来一点。Asa binti akaoneka pozi kupigwa picha. Mara ghafla akateleza ile keki sasa kwa bahati mbaya. 没事没事。 Ikaenda kumwangukia mnazi mmoja anamuita Doming C. Hello. 我也不太久。 Anasema jamani, nini ambacho kimetokea? Sasa si ameteleza. Yuko upande wa pili. Wewe tena? 对不起。 Naomba uweze kunisamehe, sikuwa na maana hiyo. 道歉有用的话，要谨。 Unafikiri msamaha wako utafanya kazi hapa? Lazima utalipa kwa hili jambo. 米斯学长，我帮你擦。 Basi wacha nikusaidie kukufuta eh. Hawatu wasogelewagi kipumbavu akamsukuma binti pembeni. Bwana eh. Kaingilia Dongshan. 没事吧？ Uko salama? Lizen, uko salama? Wewe ni msimama hapa mahali ambapo ulipo kwanza. 他又不是故意的。 Hakuwa na maana kuweza kuchafua, ni bahati mbaya tu mbana ameweza kuomba msamaha. Una maana gani kuweza kumsukuma rafiki yangu namna hiyo? Akamtazama Dongshan namna hii. 你这个自以为是，穿着绿鳄鱼皮的菠萝头。 Wewe mtu uliovalia viatu vya kijani, nywele zako kama vile nanasi wewe. 踩坏别人手机也不道歉。 Ina maana kama ukubali kuweza kuomba msamaha kwa binti, utakuja kuomba baadaye kama binti unanijua na nisikia wewe. Wewe. Hivi unanisikia eh? 刘总， Umechanganyikiwa si ndio? Miamba wakaondoka zao, lakini tayari washaweza kuleta fezea. Basi mkali wanamuita Huazelei aliweza kumkabidhi binti ile kadi ambayo aliweza kumzawadia rafiki yake Linzen. Mwamba kidogo ni mstaarabu kati ya wanazi wanne hao. 山菜，你刚刚干嘛跟人起冲 Shangai, sasa kwa nini umeweza kubishana na mtu kama huyu? 突啊？ Anasema ni kwamba hujui ni kwa nini. Ni wapuzi kweli kweli hawa. Kwa nini waweze kusukuma namna hii? 好了，我以后不会这样了。 Anasema ni sawa, lakini wacha tuweze kufocus kuhusiana na masomo yetu ya leo. Basi muda wa kipindi umekwisha. Binti ana hasira na yule mtu kwa sababu alimvunjia simu yake alafu anamletea kiburi eh. Basi ni kuweka vitu vyake. Wakati anafungua mahali pa kuweka vitu vyake, anakutana na F4. Joka hiyo. Karata ya joka. Ina maana binti tayari ashaanza kwa challenge yao watu wanazi wanne. Ina maana kwamba anakaribishwa katika mchezo wa karata. 这道明寺， Waliambiwa kabisa na mtoto kike wanamuita Kaijie kwamba ukipata mwaliko watu wao ni kwamba wanahitaji uweze kwenda kucheza nao game. Anasema siendi kucheza nao game. 去找一找。 Lakini sasa kwa nini unakataa? Mtondokeni bwana, chana hao wapuzi. Sasa binti akawa na hasira akapanda zake juu kabisa mjengo. Piga makelele ya hatari, binti mwenyewe pia amechangamkaje. Ni mwaka wa kwanza huyu eh? Leta shida vibaya mno. 一群莫名其妙的人，我只想好好在这里念书。 Anasema wapuzi kweli kweli hawa. Wameweza kuletea eti karata yao ya joka. Mimi siwezi kujiunga katika mchezo wa karata wa kijinga. Sitaje uweze kunizalisha mbele ya kila mtu. 混蛋！ Wote ni wajinga wale watu wanne. 从明天开始，每个 Natumaini kuanzia kesho 也不能打， nitapata simu yangu kwa mtu aliweza kuivunja. 辈子没有手机 Simu yangu sasa haipigwi wala sipigi, haingizi meseji yoyote. 弄吃掉。 Yaani naishi maisha ya kipuzi kweli kweli hawa watu wanne hawa wajinga kweli kweli hawa. 然后呢？ Alafu baada ya hapo je? Kuna sauti inamuuliza. Basi alikuwepo Huazelei, alikuwa ametulia zake hapa eh. Ni mnazi mmoja wapo huyu. Yuko darasa la muziki. Alimfuata binti maana alikuwa na walaumu. Leta maneno ya lawama kweli kweli. Okay. Anasema kitu gani kimeweza kutokea? Baada ya hapo labda. 你就开心了吗？ Je, ingekuwa ni wewe ungefurahi kuweza kuongelewa vibaya? 你也想来整我，对不对？ Anasema lakini nyinyi mnajaribu kuweza kunipuuzia mimi. 你们 F4 不是一伙的吗？ Hata nawe pia ni member wa F4 akamwambia ndio. 但是我对别人的事， Lakini kwamba sipendi kuingilia biashara za watu wengine ambazo zinatokea mbele yangu. Ndio maana sikuhitaji kuweza kuingilia ugomvi wenu pale. Samahani sana eh. Mwamba akaondoka. Mwite Lei, Huazelei.
Basi upande wa pili kulikuwa na game leo Hasa jinsi ambao wanacheza mabinti wanaowapenda jamani. Wanajirekodi kabisa namna hiyo. Sasa pande hizi alikuwa anapita mtoto wa kike Donshan. Hey Donshan. Njoo jamani tafadhali shoga yangu njoo kidogo. Njoo kwa hapa. Shankai. Unamwona yule pale jamaa yule? Mimi nampenda sana. Nahitaji uweze kunirekodi nikiwa naye. Nikiwa nampatia kinywaji hiki sawa Basi naomba uweze kunirekodi sawa Na kuomba tafadhali jamani nisaidie. Kaka mimi nampendaga eti. Mimi nahitaji niweze kwenda mahali. Tunaona baadaye akaambia hapana bwana Shangai nisikilize. Fanya hivyo kwa ajili yangu. Naomba uweze kunisaidia dakika moja tu na kuomba please. Okay sawa basi hakuna shida. Bwana sasa hii hapa ikiwa ni episode ya pili tunamaliza tukutane episode ya 3 katika mashine safi kabisa wanaita Metro Garden. Ni kutoka The Red Lion jumba la kifalme sauti za falme top ni Afrika. Niite Sama kama Sama. Tunazidi kusonga mbele katika mashine safi The Next King au sio? Nipigie nambari za simu 0677835200. Tuungane episode ya 3 mashine safi kabisa Metro Garden. Mambo ni fire.